Shalom shalom. Kuna jambo kwa neema ya Mungu nataka tushare, ni kuhusu watu wengi ni matokeo ya kile walichojitamkia au walichotamkiwa. Nataka nikwambie vitu ulionayo, mapambano ulionayo, masumbufu ulionayo ni matokeo ya kile ambacho umejitamkia, aidha ni wazazi walitamkia watoto wao. Kumbuka maandiko yanasema hivi ya kwamba uzima na mauti vipo katika ulimi. Kwa hiyo yale unayotamka, ulimi wako huo unaweza ukatamka uzima, ulimi wako huo unaweza ukatamka mauti. Inategemea unazungumza nini. Kwa hiyo tunapozungumzia kutamka au tunapozungumzia maneno, tunazungumzia kuumba. Chochote kile unachojitamkia ambacho ni negative au ni positive, tafsiri yake ni kwamba unajiumbia hicho. Chochote kile ambacho mzazi anamtamkia mtoto, kiwe ni negative au ni positive, anamuumbia hicho. Kwa tunapokuja katika ulimwengu wa roho unatumia maneno unayotamka kuingia kazi. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na kile unachojitamkia. Mfano, ngoja nikupe mfano. Siku ukikaa ukasema siwezi, nataka nikwambie hautaweza, kwa sababu tayari kuna roho ambayo inalichukua neno lako na kuliingiza kazini na itasema kwamba kwa kuwa huyu amesema hawezi, nataka nikwambie itashughulika na wewe mpaka usiwezi. Kwa kama kuna mzazi ambaye anawahi kumtamkia labda mtoto maneno kwamba hautafanikiwa, si hautaolewa, si hautazaa, hautakuwa hiki, hautakuwa hiki, hautakuwa hii, nataka nikwambie yale maneno yatafanya kazi, kwa sababu mzazi alikuwa anamuumbia mtoto hayo maneno. Ndio maana inabidi kuwa makini sana wakati wa kutamka, hasa mzazi unapokuwa unamtamkia mtoto maneno. Angalia sana, chunga sana ni kitu gani au ni maneno gani ambayo unayatamka kwa watoto wako, kwa sababu watoto wengi wanaharibikiwa kwa sababu ya matokeo ya maneno ya wazazi wao. Tuone kama utafika mbali, tuone kama utakuwa hiki, tuone kama utafaulu, tuone kama utafanya hiki. Nataka nikuambie wengi ni matokeo ya maneno yaliyotamkwa kwenye familia zao na watu wao. Sikia, neno la Mungu linasema hivi kwenye Waebrania 11 mstari wa 3. Inasema hivi: kwa imani ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Tafsiri yake ni kwamba Mungu alitamka neno, kuwe nuru, kuwe giza, bahari, kuwe nini. Yale yote yalikuwa ni maneno Mungu anayatamka akiwa katika kuumba. Na maandiko yanasema kwamba hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo hakukuwa na material iliyotengeneza mti, hakukuwa na material iliyotengeneza bahari, hakukuwa na material iliyotengeneza wanyama, isipokuwa Mungu aliwatamka. Alipowatamka, roho akaingia kazini, akaumba vile vitu vyote ambavyo Mungu alivitamka. Kwa utaona kwamba kile unachokitamka unakiumba. Kwa maneno yako yanaumba. Unapojizungumzia mabaya, tafsiri yake ni kwamba unajiumbia mabaya. Neno lako linaumba, neno lako linatengeneza. Wakati unapokuwa kwenye hali ngumu, chunga sana unachokizungumza. Ngoja nikupe mfano. Angalia hali unazopitia, halafu fikiria uliwahi kujitamkia nini, au mzazi aliwahi kutamka nini. Au ngoja nikupe mfano mdogo. Mfano, wewe unaweza kujijua kabisa sio mchawi au haujaroga, lakini ukawa umekorofishana na mtu ukamwambia utanijua leo mimi ni nani. Hapo unashangaa yule mtu ambaye ulimwambia hivyo anaumwa, anakuwa na hali ngumu. Na wewe sasa unaanza kuwaza, mimi sijaenda kumloga, mimi sijaenda
kwa mganga, mimi sio mchawi, mimi sijamfanyia chochote isipokuwa nilitamka tu. Nataka nimwambie kuna roho ambayo iliyachukua maneno yako ikayaumba, yule mtu akaumwa. Kwa hiyo jambo lolote unalolitamka linakuwa dhahiri, kwa sababu kuna roho inayochukua inalifanyia kazi na kulidhihirisha. Kwa hiyo kama uliwahi kujitamkia mikwamo, tafsiri yake ni kwamba hiyo mikwamo unayoiona ni matokeo ya matamko. Kama ulisema sitaolewa, kutokuolewa huko unapokuona kunaendelea ni udhihirisho wa yale maneno uliyoyasema. Ndio maana inabidi ugeuze ukiri wako kutoka kujinenea negative na uanze kujinenea positive. Ile positive itakuja kuumbika. Kwa sababu gani? Kuna power katika kunena, kuna nguvu katika kutamka, kuna roho ambayo inalisukuma neno lako, na ikiliingiza kasini neno lako utaona matokeo, hata kama ni kwa baadaye. Lakini usipende. Niliwahi kumtamkia mwanangu kwamba wewe ni mweu. Mimi mwanangu alianza kusema baba, hapana, mimi sio mweu, mimi sio mweu. Kwa hapo nilikuwa nimejua ni kwa nini anasema, na mimi nikamwambia mwanangu, unisamee, kweli wewe sio mweu, na kuanzia leo nakataa katika jina la Yesu Kristo, wewe sio mweu. Kwa nini? Tayari nilikuwa ninaumba, lakini ninashukuru Mungu ya kwamba niligeuza ukiri. Kwa hiyo jambo la kwanza, kutoka mahali ulipo inabidi ugeuze ukiri. Kwa sababu gani? Roho haitakuachia mpaka umeugeuza ukiri, mpaka umeanza kusema mimi ni mbarikiwa, mimi ninafanikiwa, mimi ni mshindi, mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni hiki, mimi ni hiki, mimi ni hiki. Unaanza kutamka positive, utaanza kuona nguvu inayoleta mabadiliko. Sikiliza, maandiko yanasema mtu ananaswa katika mtego wa maneno yake. Yani mtego unaonasa mtu, nashindwa kulimkuu vizuri, lakini lipo, nadhani mithali kwamba mtu ananaswa katika mtego wa maneno yake. So utakuja kuona kwamba maneno unayoyatamka ndiyo mtego huo unaokunasa, unakuletea mabaya, unakuletea kushindwa, unakuletea mahangaiko, unakuletea vita. Ya barikiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza inabidi uanze kubadili ukiri. Ikiwa kuna wewe ni mzazi uko hapo, chunga sana maneno unamzungumzia mwanao, hasa ule wakati amekuudhi. Yani it's better ukakaa kimya, usitamke wakati huo ukiwa kwenye hali ya kuudhika. Kwa hiyo kutoka kwenye hali hizo, jambo la kwanza inabidi ubadili ukiri. Uanze kubadili ukiri. Kama kuna mtoto ulimtamkia baya, uanze kulibadilisha hilo baya. Jambo la pili, umpokee Bwana Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo anakuja kuondoa laana zote ambazo zipo ndani ya mtu. Ikiwa kuna maneno ambayo yalitamkwa, kuna damu ya Yesu Kristo ambayo inabatilisha hayo. Kuna Kristo ambaye anaingia anabatilisha hayo. Kuna maisha fulani ambayo unahitaji yafikie, hayatakuwa mpaka Kristo ameingilia kati. Hautayaona mpaka Kristo ameingilia kati. Na Kristo anapoingilia kati, anaanza kubadilisha zile laana kuwa baraka. Ndio maana utaona kuna nguvu kubwa sana katika kumpokea Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Unatoka kuwa familia yenu, unakuwa familia ya kiungu. Kwa Kristo anaanza kufungua vile vifungo ambavyo vimeshikilia. Ya barikiwe sana. Kwa wakati tunamalizia, nilikuwa napenda ni share na wewe hiki kitu kwamba maisha unayoyapitia ni matokeo ya kile umejizungumzia. Mikwamo ulionayo ni matokeo ya kile umejizungumzia. Kushindwa uliko nako, kukosa njia uliko nako, ni matokeo ya kile ambacho umejizungumzia au umezungumziwa. Kwa hiyo inabidi Bwana Yesu kupitia jina la Yesu Kristo
uanze kubadili ukiri huo sasa. Unaanza katika jina la Yesu Kristo, mimi sio mshindwa. Katika jina la Yesu Kristo, mimi ni huyu. Katika jina la Yesu Kristo, mimi ni huyu. Na huyo Kristo inabidi awe ndani yako. Na jambo lingine nikwambie, kuna watumishi wengi wanaokuambia leta leta pesa ya kuvunja madhabahu za laana. Hakuna kitu kama hiyo. Huyo ni anakuibia. Huyo anakuibia. Laana zinavunjwa na wewe mwenyewe, sio mtumishi fulani, sio nabii fulani, isipokuwa ni wewe mwenyewe ndio unazikataa kupitia Kristo ambaye umempokea, ambaye anakuwa anaishi ndani yako. Hakuna mchungaji mwenye mamlaka ya kutoa laana, mchungaji mwenye mamlaka ya kufungua vifungo, isipokuwa ni Bwana Yesu Kristo. Anapoingia ndani yako wewe, yeye automatically anaanza kudili na vifungo na laana ambazo kunakuwa nazo. Shalom, shalom. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.